wanavyoviona kwa macho, lakini yeye Mungu amesema ya kwamba neno lake halitapita. Mambo yote haya tunayoyaona, vita vinavyoendelea, matendo yanayoendelea, ubaya unaoendelea na uzuri unaoendelea katika dunia, hivi vyote vitapita, lakini neno la Mungu pekee halitapita, kwa sababu yeye Mungu ndiye aliyeumba hivi vyote tunavyoviona. Kwa hiyo chagua leo kushika kile kisicho na mwisho, na kitu ambacho hakina mwisho ni neno la Mungu. Napenda tusome kidogo katika kitabu cha Waebrania pale, tupate kujifunza neno la Mungu, kusema kwamba anasema nini katika neno lake, anataka tujue nini. Tutasoma Waebrania 4 mlango wa 12. Tutajifunza neno moja litatusaidia. Linasema hivi: maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Nataka usome, mpenzi mtazamaji wangu, upate kujua kwa nini aseme maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Tunajifunza kitu kimoja, ya kuwa neno la Mungu li hai peke yake duniani kote. Hakuna kingine chenye uhai ila neno la Mungu. Tena lina nguvu. Kwa nini liwe lina nguvu? Lina nguvu juu ya vitu vyote. Hakuna kilichobakia chenye nguvu zaidi ya neno la Mungu. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Na hilo neno tunajifunza kuwa hilo neno ni nini, na huyo neno ni nani, na kwa nini. Labda tusome ile Mathayo ya 24 mstari wa 35 tupate kujua maana ya hilo neno la Mungu lenye nguvu tena lililo hai. Tujifunze hapo. Nitakwenda kusoma Mathayo 24. Nitakwenda kusoma Mathayo 24 na ule mstari wa 12. Hapana, sio Mathayo 24 na ule mstari wa 35. Inasema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Huyo aliyenena neno hilo alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo, akiwa naye yupo hapa duniani, akikiri ya kuwa mbingu na nchi zitapita ila maneno yangu hayatapita. Hiyo nimenukuu ya kuwa ni Yesu aliongea, sio mimi ndio naongea. Yesu ndio aliongea, aliyesema mbingu na nchi